tukifanya jambo lolote kwa umoja na kuhakikishia tunashinda. Kuna washikaji ambao walienda kuvamia sehemu fulani, na wakati wanavamia pale kulikuwa na nguzo, kulikuwa na ukuta mgumu sana, yani wanajeshi wamesimama yani ile pagumu. Ukuta fulani hivi unaitwa Yeriko. Washikaji wakazunguka mara ya kwanza, wapi? Wakazunguka mara ya pili, wapi? Ya tatu, wakasema isi hapa kama tunachoka ujue. Sema washikaji wakaambiana bila kuchoka. Bila kuchoka kwa sababu tushashtuka huko nyuma, tukasema siri ipo katika umoja, sisi tunaendelea. Wakaendelea kuzunguka, wakazunguka Yeriko. Hawakuzunguka hivi, walizunguka wakiwa na kelele za shangwe. Walizunguka wakiwa wanaamini kwamba wao ni washindi. Walizunguka wakiwa wanapiga kelele, oya. Ndani ya dakika fulani ule ukuta ulidondoka. Muona bwana. Ule ukuta ulivozimika pale chini, washikaji wakaingia ndani, wakateka lile eneo, wakachukua lile eneo kwa sababu Mungu alishawaahidia lile eneo litakuwa la kwao. Walichukua hata kama kwa kuchelewa. Sasa mimi nakwambia katika maisha ya leo ili story na maana gani kwako mpaka nakuletea. Unatakiwa utoke ukiwa na ndugu zako, utoke ukiwa na marafiki zako, mkiwa mna imani kwamba mnafanikiwa. Ukienda kufanya biashara muwe na imani kwamba biashara yenu itafanikiwa. Na japokuwa mmefanya biashara siku ya kwanza hamna kitu, siku ya pili mnaongeza bidii, yani kana kwamba jana mlikosa. Siku ya tatu mnaongeza, yani amsha tena mkiwa na vibe kubwa. I say Mungu aachagi watu ambao wana imani katika kile wanachokifanya. Uendelea kupambana, endelea kupigana, alafu successfully zipo mbele, au sio? Mimi nakwambia shtuka, maana hii story ipo katika Bible. Na mimi nakuletea vitu vilivyojificha. Usiache kufollow mpaka wakati mwingine.